mfuko mmoja wa mbolea unahitaji kuuza mahindi gunia 3. Serikali inayopigania wanyonge. Wanyonge mnaojiita ni nyie mnaoendesha ma-VX, lakini wanyonge wa nchi hii hakuna mnyonge hata mmoja mnayempigania. Na mimi nilitegemea Mpango muingie hapa, msijisifu serikali ya wanyonge. Tuambieni mlikuta wanyonge milioni ngapi, na kwa miaka mitatu mmepunguza wanyonge milioni ngapi? Mnataka kuindoctrinate watu mambo ya ajabu. Mnataka kuaminisha watu eti umaskini ni sifa, wakati nyewe wenyewe mnaogelea kwenye maisha mazuri. Mnakuja hapa mwaka uliofuata mmetenga bajeti ya maendeleo trilioni 12, na bila aibu kila mwaka mnaongeza digit na namba hazidanganyi. Mwaka huu mmetenga trilioni 12, mkatoa ile trilioni 6, 57%. Sasa mimi najiuliza, hizo pesa Mpango mnazotuambia mmekusanya kuliko wote, mnalalia au ziko wapi? Kwa sababu kwa wananchi hazipo, kwenye ajira hamna, kwenye barabara hatuoni, kwenye halmashauri leo mnaondoa capital development grant, local government capital development grant mmeiondoa kwa sababu kila siku inawaletea kweli. Hamjapeleka hata shilingi 100. Tarime mwaka 2016 mkupeleka, 17 mkupeleka, 18 mkupeleka. Pesa zote tunazofanyia maendeleo, tumejenga vituo, tumejenga barabara, oni source ya wananchi wa Tarime, hakuna shilingi 100 mlioleta Mpango. Pesa hizo ziko wapi? Ziko wapi hizo pesa ambazo mnakusanya? Haya, mmekuja hapa wewe Mpango unayesema unakusanya sana, na mkasema mnaweza kununua, kama mnanunua ndege mtanunua korosho. Taarifa. Na wakulima jana, taarifa, wanunuzi wa korosho jana, mwenyekiti, wametoa statement kwamba hawatanunua tena korosho. Na mimi namtaka Waziri Mpango anajumuisha hapa atuambie wananunua korosho za wakulima zote ambazo ziko kwenye magara, kwa sababu hili jambo mliambiwa hapa. Wananchi walipanga kufikia mwezi wa 9 huu, mwezi wa 10, mwezi wa 11, wao wameuza korosho zao wapeleke watoto wao shule. Wao wameuza korosho zao wanunue warau bodaboda, wengine walipe kodi za nyumba, wengine wafanye nini. Tunataka Waziri Mpango unapokuja hapa, jibu la kwanza utuambie, kwa sababu mlisema mtanunua korosho, utuambie mnaanza kununua lini korosho na kwa bei ya 3,000 kwenda juu, hakuna kushuka hata shilingi 100. Na nyie msifikiri wa Tanzania waoni. Haki za binadamu zina tolerate. Watu wameuawa, waziri pale anasimama anasema aseme polisi aliyeua mtu. Mimi mdogo wangu ameuawa kituo cha polisi, alafu mnasimama hapa mnasema eti polisi hawaui watu. Zito juzi ametoa taarifa, polisi wameua watu wengi. Hamjaita kuhoji, mmeita kumtishia, na yuko hapa. Na Zito, mimi nataka uendelee kusema wa Tanzania wajue hatusemi uongo. Mnatishia watu, mnahanti watu wanaowashauri mnawawinda. Wengine tunaishi kwa kuhamahama kwa sababu mnatuwinda kila dakika. Muda wako umemalizika. Tukiongea nje tunakaa ndani, tunanyimwa dhamana, tunapelekwa magereza kwa miezi 4. Tukiongea bungeni haturuhusiwi. Leo haturuhusiwi kuisema ofisi ya rais. Mnafikiri mnamsaidia rais? Iko siku atatafuta watu makini. Huko mlikuwa wengi sana, wengine sasa hivi wako huko. Atatoka mmoja mmoja na wote mtakuja huko. Namna ya kuisaidia nchi ni watu kutokuwa waoga. Mheshimiwa Spika, ni watu kusema ukweli. Leo taifa linayumba. Hakuna mtu ambaye kuona siku ya sheria duniani, lakini hapa kila mtu anatetea chakula, anatetea mshahara kuliko utu. Mheshimiwa Spika, watoto wa taifa hili na wajukuu wa taifa hili wanaangalia kizazi cha bunge hili kinatunga sheria za aina gani. Maombi yangu ni kila mbunge angalau apite jela kwa miezi 4 ili mjue ninachokisema. Taarifa. Mheshimiwa Spika. Taarifa. Mheshimiwa Lema, upokee taarifa. Nataka nimtaarifu Mheshimiwa Lema kwamba imeandikwa katika Biblia, wanyenyekevu, watii, wapole ndio watakaoona ufalme wa Mungu.
bali wakorofi, wabishi, wawifanyao jasiri katika jeuri ya mioyo yao hawataona ufalme wa Mungu. Jamani, anayepewa taarifa ni Mheshimiwa Lema, hampewi nyinyi. Sasa tumwachie Mheshimiwa Lema aliyepewa taarifa aipokee. Mheshimiwa Spika, hakusema kitabu, lakini Biblia hiyo Misali 16:12 nasema wafalme wakitenda asio haki ni chukizo, maana kiti cha enzi husibitika kwa haki. Mheshimiwa Spika, Waheshimiwa, mnageuza kanisa bunge kuwa kanisa sasa. Hapana Mheshimiwa Spika. Mtaacha watu waokoke hapa. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Lema, endelea. Mheshimiwa Spika, naomba mlinde sana muda wangu. Mheshimiwa Spika, nasema hivyo kwa sababu gani Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa wabunge, tuisaidie nchi. Mimi kuna siku mke wangu Mheshimiwa Spika alikuwa anaambia wanangu, nataka msome sana, muwe kama profesa. Mtoto wangu mmoja akamuuliza kama profesa nani? Mke wangu akasema ngoja ni Google. Tunataka Mheshimiwa madaktari na maprofesa walioko ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi wawe mashuhuda wa kupigania haki ya taifa hili. Leo Mheshimiwa Spika, msiporuhusu mijadala huru ambayo imeruhusiwa na katiba hii kwa wabunge ndani ya bunge, tunaenda kuongelea mambo wapi ya kusaidia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Hussein Mwinyi ni mtoto wa Mzee Mwinyi. Baba yake leo ana faraja, mtoto wake ni waziri yuko bungeni. Beni Sanane ni mtoto wa Mzee Focus. Beni Sanane amepotea, hajulikani alipo. Serikali imemtafuta Farujoni kwa gharama zote, imemtafuta Farujoni kwa nguvu zote. Kuna mtoto anaitwa Beni Sanane, ana wazazi kama ambavyo Mzee Mwinyi ana mtoto anaitwa Hussein, kama ambavyo Mzee Magembe ana mtoto wake juzi tumemchagua kuwa mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, akampa mkono akifurahi. Leo kuna binadamu ana ndugu zake, ana wadogo zake, anaitwa Beni Sanane. Baba yake aliniambia maneno haya, Mheshimiwa Spika, Chadema na serikali nisaidieni kumtafuta mtoto wangu. Beni sio mbuzi yangu, Beni ni mtoto wangu. Serikali imetafuta Farujoni, na leo nimeshangaa Mheshimiwa Spika kwamba imekuwa wanyama wamekuwa na hadhi katika taifa hili. Mpaka leo kuna mnyama anaitwa sijui Yusta, na mnyama mwingine anaitwa Ndugai. Wewe mwenyewe I say amwadhari. Mpaka leo wanyama wamekuwa na samani, mpaka wanabatizwa majina ya binadamu, na kuna mtu amepotea patikani. Mawazo waliuawa Geita. Mheshimiwa Spika, Mawazo wameuawa Geita, maabusu wale wakalala barabarani. Wanasema serikali ilete viongozi wakubwa tuwaambie watu waliomuua Mawazo. Serikali haikuchukua hatua. Farujoni ametafutwa kwa nguvu zote. Kuna maiti Ruvu. Mimi niko magereza nasoma kwenye magazeti 7. DNA yake haijapimwa, taarifa yake haijatolewa, lakini Farujoni na Faru mwingine sijui Yusita sijui nani ametafutwa kwa nguvu zote. Waheshimiwa wabunge, haya mambo yanayoendelea mnakaa kimya. Mnasikia mtu amepotea mnakaa kimya. Mnasikia kuna damu imemwagika mnakaa kimya. Mnafikiri hawa sio watu. Hii damu itanena. Yaliyomkuta Nape juzi yametukuta sisi siku za nyuma, yatamkuta kila mtu. Kama ambavyo wema ni mbegu, ubaya pia ni mbegu. Kila mtu atavuna anachopanda, na wakati utafika. Leo mko wengi, tulitarajia nyie ndio msaidie taifa hili kwenda mbele. Leo alikuwa Mwakasege hapa Mheshimiwa Spika. Wakati tunasali tuko na wabunge wa CCM wengi tu, na mimi nilikuwa karibu na Juliana Shoza. Nikafumbua macho kidogo, nikaona wabunge tunasali kwa pamoja. Nikasema hivi zile kura za hapana hawa hawakuwepo? Nikasema hawa kwenye kura za hapana hawakuwepo hawa? Mheshimiwa Spika, nchi hii isipoacha usiasa ndani ya bunge, upande huu na upande huu, tusipoacha siasa za vyama ndani ya bunge, taifa hili tulipasua. Na leo inaonekana vyombo vya dola vina nguvu. Leo inaonekana mna majeshi. Tumeongea baada ya mahakama hapa mkasema tusiingilie mahakama. Mheshimiwa Spika, mimi nilishawahi kupewa mzamana na ikasainiwa rumande order. Mimi nimekaa jela miezi 4. Nina zamana lakini sina masharti ya zamana. Hakimu aliyefungwa